Mapenzi ya Mungu katika maisha ya kila anayemwamini Yesu ni kufanikiwa katika kila eneo la maisha. Mapenzi ya Mungu hayapo kwa ajili ya wewe kufanikiwa tu katika maisha ya kiroho. Mapenzi ya Mungu yapo kwa ajili ya kila anayemwamini Kristo afanikiwe hapa duniani na afanikiwe vile vile mbinguni au katika maisha yajayo baada ya kuondoka duniani. Au ndo mapenzi ya Mungu. Kwa watu wengi mko ukiwasikia wengine wanafikiri kwamba kuishi maisha ya kimaskini kwamba labda ndio utakatifu, kwamba Mungu anatafuta watu wa namna hiyo. Hapana. Unaweza kuwa maskini na ukawa mtakatifu. Unaweza ukawa vile vile tajiri na ukawa mtakatifu vile vile. Kwa vyote vinawezekana. Kwa unaweza ukawa maskini na bado ukawa ni muovu kupindukia. Tumeshuhudia ukiangalia kuna watu wengine ambao ni wachawi. Ni wachawi kweli kweli. Na ukienda kuangalia umaskini umewapiga na umewafunika kweli kweli. Kwa uwezekano wa mtu kuwa maskini na akawa muovu upo. Tena kwa sehemu kubwa ni rahisi sana maskini kuingia katika uovu kuliko mtu ambaye tayari Mungu amekwisha mfanikisha kifedha kwake, akiwa kama amezipata kiuhalali fedha hizo, kapata utajiri, anamiliki mali, anamiliki vitu. Ni vigumu yeye kuweza kuingia huko kwenye uovu. Lakini rahisi sana kwa maskini kuweza kujikuta akaingia katika kutenda dhambi. Kwa hiyo Mungu anachohitaji ni kwamba tufanikiwe rohoni, tufanikiwe vile vile hata mwilini. Hayo ni mapenzi yake. Kwa mtu anaweza kuwa maskini na akawa rafiki wa Mungu. Anaweza kuwa maskini na akawa ni adui wa Mungu. Na mtu anaweza akawa tajiri bado akawa rafiki wa Mungu, au akawa tajiri akawa vile vile ni adui wa Mungu. Inategemeana tu mahusiano yake na Mungu kwa wakati huo ni yapi. Mahusiano yako na Mungu ndio yanaamua uwe mahali gani. Lakini mapenzi ya Mungu ni kila mtu aweze kufanikiwa. Ndio maana unaweza ukaona wakati Mungu anaiumba dunia, anaumba mbingu na nchi na vitu vilivyomo, binadamu alikuwa ni wa mwisho. Alikuwa wa mwisho kabisa kuumbwa. Sasa ukijaribu kuchunguza ni kwa nini Mungu alifanya hivyo, unaona kabisa kwamba Mungu hakutaka binadamu aishi katika maisha ya mateso. Hakutaka aishi katika maisha ya mateso. Alitaka binadamu akute kila kitu kimekwisha andaliwa. Ndio maana alifanya maandalizi. Kila kitu akakiandaa. Alipofika alikuta matunda yapo na mti ambao alikatazwa kabisa asiguse, lakini kila kitu kilikuwepo. Hakufika kwamba akaanza kuhangaika kwa sababu dunia yote alikuwa ni yeye. Kwa kila kitu kiliandaliwa. Ni kama vile bibi harusi anapokwenda kwa ajili ya kuolewa, kwa mwanaume huwa ni lazima aandae mazingira yote. Kwa atakapofika siku ya kwanza, zile nini zote itakuwa ni bata tu. Itakuwa ni kula bata tu, atakuwa anasherekea. Na ndivyo Mungu alifanya maandalizi, lakini akampa vile vile jukumu. Akampa jukumu la kuitunza bustani, la kuilima bustani. Ndicho alichompa jukumu. Sasa kitabu cha Yohana, waraka wa 3 wa Yohana unathibitisha kabisa kwamba mapenzi ya Mungu kwa watu wake ni kufanikiwa katika kila eneo la maisha. Unamwona Yohana ni kati ya wanafunzi ambao walikuwa Bennett na Yesu Kristo. Ni yule ambaye kwa muda mwingi Yohana alikuwa muda mwingi akiwa kifuani pa Yesu. Muda mwingi alikuwa kifuani pa Yesu. Muda mwingi yeye alikuwa kifuani pa Yesu. Alikuwa anadeka kwenye kifua cha Yesu na alikuwa ndo mdogo kuliko wote. Sasa ukiangalia waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 1 na wa 2 anasema mzee kwa Gayo mpenzi.
kwa Gayo mpenzi, ni mpendaye katika kweli. Yohana alimtambua Gayo akiwa ni mzee ambaye alikuwa ni mkweli, ni mzee ambaye kwenye imani alikuwa sio mtu wa kugeuka geuka. Ndio maana anasema kwa Gayo mpenzi, ni mpendaye katika kweli. Mpenzi, naomba ufanikiwe. Yohana anaguswa kabisa, anamuona kwa sababu maisha ya Gayo, katika maisha ya kiroho Gayo yuko vizuri sana. Lakini kuna eneo ambalo ni la kimwili lilionekana kuna matatizo ambalo ni kiafya. Anasema mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote. Sio katika mambo mawili au matatu manne au katika jambo moja. Anasema naomba ufanikiwe katika mambo yote. Ufanikiwe katika mambo yote. Kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Anasema mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwa namna unavyofanikiwa katika ulimwengu wa roho, Mungu anapenda vile vile ufanikiwe na katika ulimwengu huu wa mwili. Anapenda vyote viende pamoja. Ndio maana unaweza ukaona kina Sulemani anatokewa ndotoni, Mungu anamwambia Sulemani, sema unahitaji nikupatie nini? Sulemani kaongea, anasema mimi ni mtu ambaye sijui namna ya kutoka na kuingia, namna ya kuamua watu wake aliopewa kuwaongoza, anasema sijui. Kwa Mungu, naomba uniwezeshe. Na Mungu akasema sawa, nitakufanikisha katika hilo, nitakupa hekima sawa, lakini ninakupa vile vile, akamwambia nitakupatia na utajiri, nitakupatia na utajiri. Kwa hiyo Mungu inaonyesha kabisa kwamba Mungu anapenda watu wake wafanikiwe. Ayubu baada ya kutapika muda mrefu, mwisho wa siku Ayubu bado Mungu alimfanikisha katika maisha yake. Tunaona kabisa kwamba Mungu alimbariki mara mbili. Ukisoma sura ya pili ya Ayubu, sura ya 42, Ayubu sura ya 42, ukaenda kuanzia mstari wa 10, utaona Mungu aligeuza umateka wa Ayubu, akambariki mara mbili zaidi ya jinsi alivyokuwa mwanzo. Mali alizokuwa nazo ziliongezeka, zikaongezeka maradufu, zikaongezeka mara mbili. Kwa Mungu akaachilia double possession of wealth to Job. Kwa hata wewe Mungu usifikiri kwamba Mungu yupo tu kwa ajili yako eti ili tulengo lake kwamba wewe ufanikiwe tu katika maisha ya kiroho. Yaani kuna watu unajua wamekuwa hadi wanapiga vita utajiri kwa tafsiri tu mbaya waliopewa, kwa sababu ya kwamba neno la Mungu limesema kwamba ni vigumu kwa tajiri kuurithi ufalme wa Mungu. Yes, ni vigumu. Inategemeana namna gani anaitafuta ile fedha, ni namna gani ameitafuta. Lakini kuna watu wengi tu ukiangalia ambao wana mahusiano ambao Mungu aliwaita, aliwabariki vile vile, wakamiliki mali nyingi. Ukimwangalia Ibrahimu hakuwa maskini, ukimwangalia mwanae Isaka hakuwa maskini, ukimwangalia Yakobo hakuwa maskini, hata Esau ambaye anaongelewa kwamba aliuza haki yake ya mzaliwa wa kwanza, lakini hakuwa maskini. Unaona, wakati Yakobo anarudi, anakutana ndugu yake Esau vile vile alikuwa na miliki. Ukiangalia neno la Mungu linavyosema hakuwa maskini. Waangalie kina Daudi wote, waangalie watumishi wa Mungu wengi, hakuna ambaye alipomkubali huyu Mungu akatembea katika magano yake kwamba akaishi maskini. Ninakutamkia neema ya Mungu ikuonekanie, ufahamu wako ugeuzwe na uanze kutembea kifua mbele. Mtafute Mungu kwa bidii, muombe Mungu kwa bidii, fanya kazi kama jinsi Adamu aliambiwa, fanya kazi kwa bidii vile vile, maana Mungu hubariki kazi ya mikono. Mungu ataibariki hiyo kazi yako ya mikono. Mungu akuinue, akupeleke mahali pa juu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen.